Sasa hapo ndio ilikuwa the beginning of the negative side of the Kamodos. Juling naona venye mtu anaweza kuwa famous for singing, dancing, nini. Sisi tulikuja na vita. Lakini hiyo vita ndio imekuzaa kwa industry. Of course. Everything unaambiwa there is no bad publicity. Sasa ikifika time ya kwenda kama shule ndio unasikia anasema si ni ule. Hiyo time ukisikia sasa hiyo kitu sasa hapo ndo trauma zilianzanga. Sometimes unasema guys sasa nitaitu toaje hii jina yangu yenye ni mbaya. Wewe bado ni mtoi. Watu washajua kwani kuna vita. Na kunanga kitu mbaya kama hiyo juadi shule. Unaona kila mtu huwa ana pretend venye kwao they are that happy family nini. Hata kama unajua mna kitu kwa hiyo unasema nitaambia mzai wangu ama nitaambia bro yangu. Sasa wewe watu wanajua kwenu mlikuwa mnapigana. Hadi walimu unaona mwalimu amekurecognize. Familia yetu. Kama kuna kitu yenye tulikuanga bullied. Na ungeweza kujitoa ni nyinyi mnapewa. Nyinyi tuliwapea, tuliwajengea. Familia ya omba. Tuliona umeoa. After some time tukakuona pia uko na depression ya mapenzi the same. What happened? Sasa naona kuna watu wengine wako karibu kuachana. Kina nani? Nimeona venye mafamilia wako na shida. As in baba na mama. Hata friends wangu wengine. Unasikia weekend I will be hanging out with my dad. Na mara mama yake like wengi sana wamesplit. Na hata unasikia it was so nasty. Hata wengine waki open up. Unasikia tu ilikuwa mambo mingi. Lakini sasa hii yetu ilitu affect hadi sisi. So unapata sasa sisi we can't speak with our dad. Ujefikiria kumpigia siku moja alafu najiuliza hii sasa atarespond aje? Farodhi TV wega umagana mushie. Tafarire no ni ya kwirorerwo ni mundu wothe. Walipokuwa wakijenga walitamani sana kuona sakafu inayovutia isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji. Na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798333000. Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it. Mureli wa Farodhi wa Thayo TV, gatho nyingi muno makiria ndakugeithia haria hothe uranjindorera kuma kona ciothe cia Kenya. We kuria nja wa bururi magwitaga nja muhuri. No riu ri onayo kiri nja wa bururi ndugeithike haria hothe ratamukira uri ngoka wi thayo. Ngai ni akumenyereire, Ngai ni akugitirite, na no ikaritie wega. Muthenya wa umuthi andi na mugeni wa mwanya muno makiria. Twada korona nake hindi ari mundu munini muno. Hindi itamutuagira muno ni aragia ngauga gutinda ngimucokeria ni
nĩ mĩaka no rĩu ũrĩa arathiĩ machuĩte heto maũndũ areka ngona nĩ ambĩtie kũmenya ũhoro wĩgiĩ responsibilities na agatuĩka serious na maũndũ make na nĩ andũ aingĩ mũno maadmayaga ũrĩa ekaga maũndũ by the way part of it mamwe ma maũndũ marĩa ekaga especially TikTok ndingĩhota ndĩmũragia ingĩtuĩka atĩa serious na TikTok ĩndĩ tondũ we mũthĩ ũyũ aikaraga life ya TikTok na nĩ mũndũ araikara mamwe ma matũra ma riri gũkũ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na Ngai nĩ akĩmũmenyereire na agakĩmũtwara level ĩngĩ and na tũkĩrĩ ha gũteretanga nake na mũthĩ ndamwĩra gĩkũyũ no nginya arie kũrĩa TikTok maragia gĩthweri iceng'i na andũ ciothe ha tũraria gĩkũyũ tondũ ndĩkĩmũĩ nĩ mũgĩkũyũ wanyitha ũhoro ũcio no mbere ndaya kamũiria ngũrĩte no ũcio twĩnake gũkũ studio citũ njĩtĩkĩrie ngũririkanie showroom ĩrĩa tũrarugũririe mũthenya ũngĩ a very nice big spacious fully equipped kana showroom ĩrĩa tũrakĩrehire nĩ ũndũ wa gwĩtigĩrĩra customer witũ ũrĩa tũrekagĩrĩra Terazo indo iria aratũrĩte atwĩrĩte nĩ arabatara tũkĩmwĩkĩrĩra Terazo nĩ arauga nĩ arenda sinks nĩ arenda showers nĩ arenda locks nĩ arenda accessories ciothe ta taps na indo iria ingĩ ciothe nĩ arenda kĩndũ gĩgwĩtwo tiles cioro na andũ icio ciothe nĩcio tũramũreheire neno no nĩ showroom ya mbere gatagatĩ ka iria ingĩ cigwĩbuata thutha ũyũ tũrenda gũtigĩrĩra atĩ mũndũ wĩ Mombatha nĩ ahota kwamũkĩra services citũ onakorwo twĩna rori ya gwĩka delivery nĩ tũrenda gũkuhĩrĩria mũndũ ũcio ũtũrũmagĩrĩra mũndũ ũcio wendete services citũ mũndũ ũcio raka nĩ tũrenda kũmũkuhĩrĩria mũno nĩgetha tũhote kũingĩra kũta Naikuru tũingĩre Mombatha tũingĩre kũrĩa Kilifi tũthiĩ kũta Kakamega tũthiĩ kũta Nyeri gũtigĩrĩra atĩ mũndũ ũcio raka nĩ tũhota kũmũkuhĩrĩria tondũ nĩ tũĩkaine na kũheana services njega kũgĩkorwo nĩ ũraka na nĩ ũgũbatara Terazo tũgwĩkĩrĩra stairs-inĩ floor-inĩ ciaku kũrĩa flat roof igũrũ basement parking area na handũ hothe Terazo ĩkĩragwo we ũrenda tairo nĩgetha tũgwĩkĩrĩre kũrĩa nyũmba bafu riko na harĩa hangĩ hothe ũngĩenda twĩkĩre tiles we are there for you we ũrenda cioro tutakuletea tũgũciĩkĩra ngari itũ ciũke nginya site-inĩ ya gwaku and we are there to make sure atĩ nĩ waheo quality thĩinĩ wa mwako nĩgetha maũndũ macio mothe makorwo mega ndoigo ũguo tondũ ũmenye ona cioro nĩ irĩ quality nĩ ũkora he mũndũ ũrenda kĩoro gĩa Frenchia he mũndũ ũrenda kĩa Buildico he ũrenda sawa gatagatĩ ga indo iria ingĩ ciothe kana kambuni ingĩ ciothe tũra stock koguo aranĩria na ithuĩ nĩgetha ũcere showroom ĩyo itũ njerũ ũke wĩkĩre survey kahora kũtũkĩra 0798333000 0798333000 kana tũcere harĩ standby pass ile ya Kamakis harĩa Karuguru wahĩtũka RFH tuko hapo mbele ukatwaranĩrie njĩtĩkĩrie rĩu ngũnyitĩre ogani kĩmwana kĩnini mũno makĩria kĩthiĩte na speed nene mũno kiumĩte kũrĩa the big family the Kamodhos ĩtagwo YBK Young Blood Kamodho. Good morning, sir. Good morning. Ndagana na gũkuona. Ndika nĩ ũkũririkana Gĩkũyũ? Nĩ njũĩ. Kids, geithia mũrori wa bũrũri wa TV na kamera ĩno. Wanatumia kamera. Huku kumejaa kamera nyingi. Na Kikuyu ama Kiswahili. Ile ndio kuiga leo. Ukitaka kutumia Kiswahili ni sawa, ukitaka Kiingereza ni sawa, ukitaka Sheng ni sawa, ukitaka Kikuyu ni sawa. Yes. Happy New Year mweroreri wa Farodhi wa Thayo. Hata last year tukupatana. Hatukupatana last year? No, tulipatana. Tulipatana na wewe pale Garden Estate. Maruri. Hadi Rap and Drive. Yes. Pale Rap and Drive, exactly. Kama unaweza kumbuka. La mwisho nilikuwa kwa hii channel yako ni 2023 ama 2022? 2023. Na tuko 2026. Hiyo ni 2024, 2025, 2026. 3 years. Ni kitambo. So mweroreri wa Farodhi wa Thayo marĩtwa njĩtagwo Peterson Wambogo Kamodho kana Young Blood Kamodho. Peterson Wambogo Kamodho. Karibu ni sahau na jina Peterson. Hata siku anakumbuka. Hata sasa hiyo hata kuna wenye wanajua, kuna wenye hata wajuangi mimi ni Wambogo. Okay. Fifth born wa the great family of the Kamodhos. Mwanake wa gatatu and mwanake mũrathime.
mwanake mũrathime kũrũrĩra hau. Yeah. By the way, anytime ũrarĩria andũ kana hĩndĩ ĩyo yothe mũndũ araria nĩ wega ũkongagĩrĩra rĩtwa tarĩu mwanake mũrathime. Mũndũ kana kwĩra atĩ nĩ ũretĩĩa. Hapana, because you know yourself. You are blessed and favored. You are when unajua how it feels being you. Yes. Yeah. Youngblood Kamotho. Tulikutana mara ya mwisho 2023. Kukiwa na vita mingi na maneno mingi na mambo mob. Lakini by then ulikuwa mtu mdogo sana. By then nimeshtuka kuona tunatoshana na Youngblood. Alirefuka kabisa. Ambie. Where have you been? Me. Nimekuwa tu kwa hii Kenya, Nairobi, nikingangana, kikazana, hadi ikajipa. Unajua nimekaa hivi nikaona wacha niite huyu jamaa. Nimeinterview watu wengi sana, lakini wacha niite huyu jamaa nijue alienda wapi, yeye hufanya nini. You know, I always saa zingine nikiingia TikTok kuwa naangalia na kuona and most of the times na kuanga labda siwezi kufuata sana kwa sababu mimi ni wale watu unapitia TikTok kama unatoka. So unaingia dakika 2 alafu unatoka. So sinanga time kubwa sana ya kukaa huko. I think it's because millennial na TikTok kuna vile hawajasikizana sana. So lakini wewe life yako yote I think inakuanga tu TikTok. Full time. Kuamka asubuhi, mchana katikati, jioni, sometimes naweza amka usiku saa 7 usiku niende kuscroll hivi nikupata bado uko live. Aish, kwanza usiku na hata saa hii. Nilala saa ngapi? I guess nilala 5 am. Jana nilala ndo nilikumbuka tuko na hii interview. Nikaona niko na 2 hours za kulala. Nilibidi nimeweka alarm zimefuatana hivi. Kwanga active sana usiku. Okay. Yeah. Good, tutafika hapo. Sasa nataka turudi nyuma kidogo kwa sababu kuna wale watu labda hawajui Peterson. Peterson? Wambugu Kamotho. Yeah. Kuna watu wangetaka kukujua zaidi before tukuje sasa kwa yule Youngblood anaonekana TikTok or any other thing yenye unafanya huko rap and drive and whatever. Peterson, who is Peterson? Peterson. Kwa wale watu wageni wamejoin channel hawakujui. So Peterson kijana alizaliwa mwaka wa 2003 May 28. Zaliwa Thika, nikazaliwa kwa familia ya watoto 12. Tuko 5 boys, 7 girls kwetu, na mimi ndo nakuanga 5th born. Okay. So with one dad na one, actually by the watu wanaulizanga sana, nyinyi wote ni watoto wa one dad and one mom. Kuna wenye wameadaptiwa na more wives. Kwetu ni one dad, one mom. 12 kids. Wow. Nzena Davis, Lucy, Doita, Moyo, Mimi, Gastin, Twine, Jimmy, Vero, Gladys, Angel na Joy. Nikuwa nafikiri na ukiwasahau ziwezi kwa kamera itakuwa aibu kubwa sana. So umetoka familia yenye ni tunasema kind of a humble background, sio? Yeah, very humble. Regardless ya status yenye uko saa hizi, I think sijui kama watu wanaweza kumbuka ile safari tulienda na nyinyi. Si wote. Si wakumbusha kidogo, ndio maana nataka tuingie hapo. So mimi tulizaliwa pale Makongeni. Place kwetu Phase 4. Pondo saa mimi nikizaliwa nilipata tukiwa. Alafu tulikuwa tunakaa zile plots. Sijui zinaitangwa aje sahi, guess ni single rooms. Double rooms. Haina washroom. Okay. Washroom na share za nini. Sasa tulikuwa kwa plot moja, kuna yenye ni sitting room na bedroom ya kina Madina ni neti sasa ndio hii sitting room. Then kuna hiyo shuka katikati. Sasa hapo ndio bedroom. Okay. So nyinyi mkikula mnaenda sasa, kuna double deckers, tulikuwa wengi sana kwa plot. So nikaingia shule hapo Kameno Primary School. Nilisoma up to 2007, nilikuwa 4 years by then. Hapo sasa ndo
tulihama I guess 2008 after vita. Unaona ile vita ilikuwa ya 2007 to 7 to 8. Yeah. Hiyo to 8 to 9 hapo. Sasa ndo tukahamanga. Sasa hapo mzee alikuwa ashakuwa Bazu. Tukahama tukaenda place inaitwa KCST. Tuko tu Thika but. Na unajua vizuri ukisema mzee alikuwa ashakuwa Bazu, na tuelezea Bazu ni kumaanisha aje juu. Yes, sasa tumetoka kwa rental tunaenda kwa mansion. Tunaenda kwa kimansion but. Sasa sisi hatukuwa tunaambiwa sisi wadogo. But kumbe akina Davis walikuwa wanajuanga au wenye walikuwa wakubwa. But walituficha. So sisi tumezoea tu ile, unajua hata ukiwa mdogo unajuanga tu kwenye hamna, kama hamna huwezi ficha. Na pia ufichwi. Hata vitu utasikia mtoto anaitisha kwa familia yenye iko na yenye hakuna na wote ni watoto. Kumaanisha you can't escape reality. Okay. So tukaenda, nakumbuka siku tulitokea shule tukaambiwa tutatokea mapema saa 7 za mchana. So sisi after saa 7 tumeungana. By then tulikuwa 7. Okay. Gastin na Twinindo walikuwa mtoka kuzaliwa. So tukitokea shule tukikuja, tunaingia kimansion, kinyumba ni kikubwa, lot of rooms, parking kubwa. So tuliambiwa ni kwetu. Kutoka hapo life ilikuwa ingine smart aje. Nimezoea kupigana na mama wa plot ama kwanza mimi nilikuwa very playful nikiwa mdogo. Sasa mimi nilikuwa na causing tu ma problems na wale watoto wengine kwa plot. So when nilitoka sasa, kwa hiyo hata nishaipigwa na mama wa plot nikiwa mdogo, na mzee aliletanga noma sana hiyo siku. Sasa tukivetana kwa space yetu, ilikuwa feeling nyingine poa sana. So you in a new environment? Yeah. Maisha at least imechange. Unajua kuna venye mtoi akichange environment, especially yenye ameingia ikue sio kama ile ya kitambo. Definitely mpaka masomo and chakula, you always expect life imechange mpaka jikoni. Dressing code, jikoni, shule, kila mahali. Kulala, mavazi, yani everything ilikuwa imechange. Hata gifts, zile zenye mmepita exams. Sasa pale unapata sasa mnaletewa toys na sasa vitu zingine poa poa. So hapa ndipo shida sasa ile kubwa ilitokea, ndio mkakuja kuhama kuenda kwa ile nyumba ya kina Madhi. Hiyo bado ilikuwa mapema. Sinaona hiyo ni 2009. 2010 Jimika kazaliwa. I remember I was in class 3. Life ilikuwa poa I guess, and 2014 ndo sasa hizo mambo mingi zilianza. Sasa hizo drama za kuanga online. Na hapo sasa ndo jina Thika Models sasa ilianzanga sasa na dramas and everything. When life ilikuja ikakuwa mbaya between my dad and my mom. Ili to affect pia sisi, na that's something that should not happen. Naona mimi naonanga nimerelate with a lot of friends, a lot of people. Na unasikia mashida zenye zilikuwa kwa watu, unasema ingi kwa kamera. Watu hawangi kwa naona Thika Models kama ni something nini, but mimi naonanga ni juu ilienda social media. Okay. Ilikuwa idea yenu hiyo drama kuingia social media? Mimi niko class 8 2015. Ndio ilikuwa before nifanye KCPE. Juu nilifanya KCPE 2015. Juu mimi nilikuwa nimerukishangwa class 2 because I was so bright kwa shule. Sasa walimu walikuwa naambianga mzae na madhe, huyu mtoto mpelekeni tu mbele like. Sasa mimi nilipelekanga mbele until nikafikia Doita. Sasa juu tulimaliza na class 8. Na mimi nilimaliza class 8 nikiwa 12 years. Tunashangaa hii miaka yako. Aish. Sasa nilizoeanga kurelate na watu wakubwa juu mimi primary yote, high school, hata my friends nimeishi kukuanga tu ule kafupi ni vesa, nilikuja nikagrow sasa. Okay. Lakini hata ni ajuzi tu. Ulikuwa kadogo. Yes, ndo nasema sasa saa hii. Okay. So shida ilitokea 2015. Yeah, 2015. Virginia, Wangari, Kamotho and the family. Yeah, sasa hapo ndo mambo hapo sasa ndo ili hit Citizen. Hiyo 2015 ndio kulikuwa kuna rushiano makamera na mastand kwa gate. The famous video when you search the Models lazima tuitoke.
ni ya 2015. Imagine. Hiyo ni miaka ngapi? 10 years ago. 10 years. Imagine. So, sasa kuuliza nini ilikuwa imehappen ndio hiyo kitu itokee, because I know we've shared some of these stories. Kwa hivyo most of the people labda wanajua, but hapo ndio kitumbua kiliingia mchanga. Sasa hapo ndio ilikuwa the beginning of the negative side of the Kamodos. Juling, unaona venye mtu anaweza kuwa famous for singing, dancing, nini. Sisi tulikuja na vita. Yes, lakini hiyo vita ndio imekuzaa kwa industry. Of course. Everything unaambiwa there is no bad publicity. Ni wewe ujue tu utaitani into something positive. So abuni ulize, kwa hiyo vurugu hapo ndio mlitokea, so kukaa kwa hiyo mansion ama tayari mama alikuwa shatolewa nje walikuwa kuja kurespond? Mama kwa sasa mama alikuwa ametukujianga. Okay. Ni yeye alikuwa amekujia? Na ali manage after hiyo saga? Ilienda tu online. Sasa si so mama walikuwa washatoka na nani? Mam na Davis hawakuwa. Na Lucy alitoka? Lucy ndio amevaa ile red. Yeye tuko home. Pia yeye mko home. So yeye ametoka kurespond. So hadi amevaa like alikuwa amevaa kilemba. Kwa hivyo yeye alikuwa part of the team yenye inatoka ndani ya nyumba kuja kurespond kwa hiyo vita imeingia sasa. Exactly. So after hapo sasa si hatuko na jot na trend, unaona? Alafu unaona sasa venye ilienda hiyo time hakukuwa na TikTok alisema IG. So unaona sasa hiyo ukitrend utajua haraka sana. Ama kama uso yako iko hapo nje utaona haraka. But hiyo time unaona ni TV tu. So sisi tukajiona kwa Citizen. Sasa tuko hapo as a family. Nani aliita hawa watu wako wa media? Walikujanga na mam na sister ya mam. Mamu alienda media kujia. Amekuja kusema na nimenyimwa watoto wangu. Mamu basi alikuwa mjanja. Alikuwa mjanja. Those days 2015 ujue utafikia media aje. NTV, Citizen na KTN. So hakufaulu kuwachukua. So sisi tukajiona kwa TV, but hatuko na kani big deal. So time ndo mimi nilikuwa nafanya my case PE. Sasa ikifika time ya kwenda kama shule ndo unasikia anasema si ni ule. Hiyo time ukisikia sasa hiyo kitu sasa hapo ndo trauma zilianzanga za sometimes unasema guys sasa nitai tu toaje hii jina yangu yenye ni mbaya. Wewe bado ni mtoi. Watu washajua kwani kuna vita. Na kunanga kitu mbaya kama hiyo juadi shule. Unaona kila mtu huwa ana pretend venye kwao they are that happy family nini. Hata kama unajua mna kitu kwa hiyo unasema nitaambia mzai wangu ama nitaambia bro yangu. Sasa wewe watu wanajua kwenu mlikuwa mnapigana. Hadi walimu, unaona mwalimu amekurecognize. Unaona mwalimu amesha kurecognize ile tu ya sikwenyu ni nyumba hapa hivi. Wale watu wa vita. Si wewe unajua ukishaona umejulikana, si ati wewe ni msanii ama ati nini yote. Si wewe tu ni drama. So after hapo mlikuja later on mkatolewa huko. Mama kafaulu kuwachukua. Ukaanza maisha mengine kwenye mama sasa alikuwa anaishi. Hata ni sisi tulimtafuta. Sisi wote ndo tulitafutanga Madhi. Na juu yeye alitry kutafuta 2015 na 2016 akatukosa. Sasa mwenye alirudingia akafuata ni Lucy na pia alienda akatafuta mama. Actually hata mama alienda akawatoa ndani wakiona Gustin. Then mimi sasa pia mimi nilipoteanga home 2018 kwa form 3. Na nilikuwa young, nilikuwa 15 years. Niko 15 years and niko form 3 na hiyo time sikasa hii mtu ni tudogo. Hiyo time ni leo unaona mtu wako na manywele hadi kwa kifua wako na mandevu na wende unasoma na wao. Saa nikapoteanga home nikatafuta Madhi. Baada ya sote tulikujanga tukitafuta Madhi. Na utantil ile story ya mama ilienda viral 2020 ndio sasa wengine koti kasema mama pewe watoto. So story yenu ilienda viral 2020 after kumekuwa na ile kesi. Kesi ilikuja before story. Kesi iliishi since 2015. Juu hapo ndo mama kwa ipata access to tena from.
So ni venye sasa venye story mama ilienda viral on Tuko and kwa Medea Kagoni. Then ikakuwa na hiyo hit juu tukafanya interviews mingi. So ndo sona hata tukienda kotini mambo iko live. Bado ilikuwa inafuatwa na kina Tuko na Kagoni until the last minute. So that's how sasa mama alipata watoto. Okay. I think mimi niliwajoin after mama amepata watoto. Yeah, I think so. So tukaanza safari. Hapo ndio safari sasa kubwa ilianza. Atoi wote karibu almost wote. Nafikiri wenye walitujoin later ni akina Twini. Na Twini alikuwa ni Moyo na Moyo alikuwa amebaki huko. Na Doita. Okay. Doita ndiye wa mwisho sasa kabisa. Yeah, ndo latest. So tukaanza safari ya kujenga. Alafu sasa pia kukakuja vita katikati. And najua vita inaishanga na maisha inaendelea. Na of course kukosange disagreements ya hapa kule. By then ulikuwa unatoka moto. Shida ilikuwa nini? Damu ilikuwa changa tu tuseme. Unajua ulikuwa unaongea inabidi nyamaze tu. Sasa nashangaa utaniambia nini. So life since then imekuaje? Nisema how is mom? Wengine wako aje? Wewe uko aje? Sai currently as I'm speaking, they are doing good. Wako fly, wako sawa. Ni ma CEOs, wako na job, wanauza manguo pale online na other stuff. You can go check them out. Mimi niko sawa. Ulikuja kuingia TikTok aje? Mimi naona sasa mimi nilitaking advantage. I remember after story yetu imeenda viral back in 2020. Tulikuwa everywhere jina kama hadi ukienda kwa barabara na nikaona venye tunasalimiwa, but sana mom yeye ndiye alikuwa na Lucy hao ndo walikuwa wako juu sana. Sasa mimi nilikuwa naangalia padhenye sisi tunaenda, naona mama kwa hii side ya church na Lucy wako wanaimba gospel, so wanafanya hivi, wanaingia walikuwa waimbaji. Wanaingia online, wanaongea na watu, wana preach and everything. Same to my bros. Sasa mimi nikasema mimi nataka kuwa different. Sasa nilikuwa naona maybe nikiamua kuwa different naweza trend. Naweza kuanga ule kijana fulani kwa hiyo family. Ule kijana wa ile familia wenye wanaimba gospel lakini ashaamua kukua tofauti. Hiyo time nilikuwa hadi tuseme hiyo time najua bado niko mdogo, so nataka kukatia tu dem. So nilikuwa naona venye wanani view pia ile like tuseme ka church boy nini hiyo time. Sami sikuwa nataka sana hivyo juu naona hata urafiki ilikuwa inawekwa boundaries ya brother. Sikuwa na hiyo time. Unajua unataka unaona wewe ni celeb, so unataka kuwa yeye mimi. So ndo nikaanza sasa kufanya vitu zangu differently. Kama nikaanza kupost lifestyle yenye mama tuseme hawafanyi na kina Davis na kina Lucy. Sasa mimi ndo nafanya like the outside world, kama tuseme naenda sherehe tuseme tu kama hizo na date na eka relationship yangu online naweza shoot na naona vitu kaa saa hizo. Sasa hivyo ndo niliattractingi wase sana. Tena nilikuwa na shoot na mom sana. Sasa hivyo ndo nika trend. Nani alikumotivate kuingia TikTok? Cause hizo vitu ulikuwa unafanya. Mimi nilianza like. Ile kulikuwa before TikTok kulikuwa ile like. Kama anajua kulikuwa na like. Si ni kama TikTok tu. But sasa TikTok ilikam. Mimi nilikuwa napenda kuwatch vitu mingi sana. Mimi napenda kushinda kwa social media. Sasa ndo nikaanza kusema what if nianzange kudance. Mimi actually content yangu kwanza ilikuwa dancing. Nikajaribu kudance, nikaona hapa kuna kazi ile like. Nakumbuka tukidance pale nene. Unakumbuka hapo tuhame. Nikaona hiyo iwezi. Sasa kuna ka video nilifanyanga na Madhe. Kaka trend. Nikajua by the way watu wanajua my mom sana. So nikakuwa na shoot na mom sana. Na mama ananiambia tu shoot YouTube. Mimi na shoot na yeye kwa yake. Na namwambia kuja TikTok. Unajua ndo kuna watu wengi. But the most of videos zako zenye zimewahi sana ni ya mom. Mingi ni za mom. Hata yenye kuna the highest views na juanga ni ya mom.
Yes, hivyo ningekuwa na shoot na mom, then juana na mimi nilikuwa nafikiria mama alikuwa anawachiwa sana YouTube. So this is a very different clientele, yani ni TikTok versus YouTube. If I was to differentiate both of them, kuna kind of a maturity kana kuanga YouTube, tofauti na TikTok. Mama amejulikana from YouTube. Mbona wanamtake serious TikTok? Jua namjua na mimi nilijua hivyo. Gen Z wanamjua? Why madhe? Madhe ni anajua. Hata today tunaonemianga I was with your mom. Sijui tulipatana na your mom. Hata na amenitumia picha, amenitumia kama tuseme ni IG ama ni TikTok. Watu wanajua mom sana. Na mimi nilijuanga wewe. Naye mama kwa anapenda TikTok. Yeye hata hataki kufungua TikTok. So mimi niko haya. Tunachapa na madhe na chapa zangu na chapa na za mabeshte nini all together mpaka wa leo sasa. Mbona ulipenda TikTok? Kwani does it have money? Kwani kuna pesa watu upata TikTok inafanya mkue serious nayo kushinda? Unaona mimi kitu ilikuwa inanibamba na TikTok ni venye video zangu zilikuwa zina trend actually. Jora sikuwa na taking TikTok serious. The word is trending. Sasa niko naona nimefanya video naona today comment section na today umetutaja sana. Asinasema sasa si vitu zilimotivate. Kuna venye unaitaja sana mpaka sasa naona nasema alafu unajua pia ulikuwa myang, kwa hivyo tukikukomentia una feel unasema kwamba hiyo look ni kali sijui nini hi DMs ni mingi nikaona na hii place naweza make my friends wengi so nikakuanga na shoot na naingia live. Nakumbuka hizo time hata tulikuwa tunaanza nikiongana na 20 watching 30 watching nilikuwa najiona mnono. Hizo siku hata tukaendanga out na wewe hizo nakwambia acha ni shoot hapa kwa hii gari. Nafungua mlango ni kama unashuka so naona kuna engagements kwa comment section kwa DMs. Na ulikuwa bado umejaribu mpaka YouTube I remember. Kajaribu kuipepetea kama moto. Kakata. Mimi kwa ugasari. Nikasema tu ile YouTube. Me like YouTube naweza fanya na dem. Okay. Like kama ni couple content. Jumi ni mzembe. Naendanga hata mavillas, naendanga places poa sana jumi travel sana. Na kuanga places zenye niko naangalia tu yani ningekuwa naamua kuvlog but sasa mimi utapata nimeshoot TikTok. Nimeonyesha tu vile nilikuwa ama place nilikuwa ama the lifestyle that I have. Ni ngumu sana mimi kuiweka YouTube solo. Na nikuulize wakati uli switch to a different kind of life, mama hakuleta shida? Alikuwa analeta hadi kuna mom jua naambia sasa huyo mdoi wako ashaanza kuwa sasa hata ni kama ni mlevi, ni kama atumii vitu nzuri juu vitu anafanya TikTok hatuzielewi na wewe ni mtu unaheshimiwa. Actually wanaendanga kusema kwa mom like kutoka kitambo so like sema uko live unafanya kitu ama umefanya kitu unaona mama amekushare hiyo video yako na voice note kama ya 2 minutes hapo chini. Sasa mimi sisomangi kwanza. Na jamaa madhe amekula moto sana mwechanga kama ka 10k kwanza. Still up to date. Imagine watu wanaanza kuambia madhe bado unaweza kuko live na have fun then naona Virginia na uwezi mblock sana na Virginia Wangari join na utapose ama utaendelea tu? Ina depend. Nini ulikuwa fanya? Sasa lazima utulie kidogo. But nakwanga tu. Na labda kuna mtu amemsignal akamwambia boy ingia uone venye kijana hapa anafanya. Ameshariwa live. So since then by then ulikuwa unataka kutrend, tafuta following, to DMs tukakuwa twingi. Gift zilikuwa zinafanya maisha yako ikuwe sawa ama ni kidogo? Cause hiyo era ya TikTok after imekuja ilikuwa tu gift. Naweza sema ya kitambo nilikuwa nachezanga hizo matches. Actually tuwa kitambo hadi ungepata tuko kwa box tumekuja tumegiftiwa. But hiyo time that was in 2022.
haikuwa sana tena 2022 mambo ilikuanga poa unaona. So tena mimi nilikuwa na show off lifestyle juu ndo naingia mneti. Mimi sikuwa naomba kwanza juu nilikuwa tishia kwanza na lifestyle. Tunajua watu wanakufollowing juu wana admire something that you have ama you are doing. So mimi nilikuwa na wafeed. Lakini kuna fununu ulikuwa unagiftiwa sana na madem. Sasa kwa ni mwanaume mgani hata kugift? Mwanaume acha wasichana. Kuna fununu uligiftiwa sana. Na wasichana. AI. Hizo zenye zinatembea ni AI. Wapi? But niliwahi chezanga hizo matches hata 2023, 2024. But sasa mimi hata naonanga pali life yangu ilikujanga kuwa mzuri. Ni place mimi niliangalianga nikaona familia yetu. Kama kuna kitu yenye tulikuanga bullied. Na ungeweza kujitoa ni nyinyi mnapewa. Nyinyi tuliwapea, tuliwajengea. Familia ya omba. Sasa nikaangalia nikaona sisi wote tuseme tuko social media. Juu kwetu kila mtu ako social media. Mimi hiyo 2024 nilikuwa depression, nilikuwa naishi hapa Kihunguro 1 bedroom. Na unakaa 1 bedroom na nimefanish bedroom pekee. Lakini huwezi kaa bed sitter juu utarekodiwa. Yani useleb masa zingine na unaishi maisha ya wenyewe. Nilikuwa naishi maisha yenyewe. But mimi nimeishingi kutamani tu soft life. Sasa gajambia sisi wote tuko social media. Social media ni pesa unapewa maybe na mafans wako ama una make money through them in a way ama via them in a way. So mimi nilikuwa hata si shoot TikToks normal. Siko active Instagram na hata YouTube nimeshaacha kushoot. Natesekea tu hapo kwangu, nilikuwa nakaa building inaitwa High Towers hapo hivyo. Hapo nayo napitanga hapo nakumbuka vile nilikuwa nakapitia. Sasa nikasema lazima ni make money off social media. Na hapo ndio ulikuwa umeoa ukiwa? Hapo niko single. Like niko alone this time, niko alone. Si involve my family. Tena mimi ni ule mtu wa kujidistance, nafanya mambo zangu. So sikuwa naambia na go through a lot, but hiyo time nakumbuka hiyo period September October kwa na go through a lot sana na sana. Mimi si mtu wa kufungukia hadi marafiki kuambia ati I'm going through this. Tena nilikuwa naona we ukitry hivi ndio niko, ama ukitry kuonyesha mtu maybe your weakness utajipata tu ukichambwa. So hapo ndo nikaanza na nilikuwa naomba sana pia hiyo time, na pia nilikuwa sikuwa sawa. Na bado ulikuwa tuna account ya TikTok lakini haikusaidii sana. Nimedeactivate. Kwa nimedeactivate hadi TikTok yangu. Hadi nilikuwa na lose followers. In a day nilikuwa na lose hadi like 100 or 200 followers. Jua wakuoni? Yes, you are not. Hata unaangalia Waibiki alishoot mwisho leo unaona kama ni a month ago. Singi lives find anything. Bana sikuwa sawa. Nilikuwa na depression plus nilikuwa nataka ku make tu pesa. Ile nilikuwa nasema mimi nataka tu ku make pesa. Ni gain my confidence back. Like kuna vitu mimi nilijuanga tu do ikiwa unasikia wanasema ganji ndo inabonga. Sasa mimi nilikuwa najua nikipata hii wani celeb lakini do hakuna. Na mimi sitaikuwa celeb ama watu wasemange achana kaka influencer ni sisi tumekalea ama kitu kama hiyo. So hiyo ndo vitu zilikuwa zina go through my mind sana. Na hapo tu ndo fanyanga vitu na ndo nilifanya vitu na nikajua vitu zenye zimenisaidia mpaka wa leo. So of course depression time, kuna mawazo mingi, kupanga kwingi, but ulishatoka. So what did ulifanya nini after kutoka yenye sasa imekusustain mpaka leo? Nilijifunza tu mambo. Nikaanza tu kuwork online. Jusi online mnaambiangwa na hata sisi tunaambiangwa. Online kuna vitu mingi za kufanya. So mimi nilianza tu kufanya vitu zangu, but hakukuwa na any answers back. Yani haiko inajipa. Na ili take up to like 25 May. Sasa from hapo ndo saa life yangu ilichange. You talking of last year May? Kumbe tumekujua for so long lakini kuna place unajua life yako ndo ilichangia. Mimi siwezi danganya like yangu ilikubalingi
na 2025 May ni birthday month yangu, mimi wa May 28. Na sasa from hiyo time ndo saa mimi mpaka wa leo man niko fly. Wow. Okay. Tuliona umeoa. After some time tukakuona pia uko na depression ya mapenzi the same. What happened? Ni mambo tu kawaida. Mambo hata nyinyi mnapitia, kila mtu anapitia. Ni venye ziko social media, kudate, kubreak up, I guess ni by now actually big 2026. Sasa sasa naona kuna watu wengine wako karibu kuachana. Kina nani? Sitaki mambo mingi. Nilifanya ka video TikTok nikaona kamekimbia. Kasema hold up. Wait a minute. Besha kwa alienda wapi? Ni Han. 2026. Tungele tu vitu zingine. Imagine tuta drag stories mob up to. Unajua atu mpaka leo mimi ujiulize hani Youngblood vile ujichocha. Kumbe mapenzi inaweza mpeleka mbio hivyo. Normal kwa kila mtu. Hiyo nayo ni normal kwa kila mtu. Hata wazazi wangu, hata watu wengi. I guess that's normal. But I know a strong person. Yes, I'm strong. That's why I'm here. Lakini mapenzi inaweza kuangusha. Mimi na date actually. Yeah, I'm dating. Na nitamuintroduce Valentine's. School like 10, not even 10 days. We're talking of 4 days to come. Saturday. Nona de najua Valentine's ni lini? Saturday. So since the first breakup, umechukua muda gani kuheal? Since May. Since May last year? Yeah. Umeheal karibu na actually more than a half a year. No, when you get money, unatakanga kufanya sema vitu mingi ulikuwa unatamani kufanya. Nimetembea, nimefanya vitu. Yani hakuna kitu yenye sijafanya. So nikaona wacha nipumzike tena juu nimeingia in business. I have 3 businesses right now. Najua tunakuja hapo. Yeah. So that's why. Okay. But finally umepata mtu wa kupenda. Yeah. Ni Mkenya ama ni foreigner? Unajua wewe una mambo. Mudwa Nyoba. East, West, North, South. Mimi nimeamua kurudi tu kwa Mudwa Nyoba. Kaunti gani? Ni kaunti gani? Ni wa Murang'a. Okay. Clue ingine unaweza tupea? Ama tungojee Valentine? Si mtaona tu Valentine's. But that's serious. Ni content creator? Like hata, of course tulijuania huko. TikTok. But hata kingia live anakuwa na 20 watching, 30 watching, 15 watching. But sana najua zita change tu after sasa any day ya YBK. Ni hours peke yake. Aingie online sasa vizuri. Peleka watu anze shareana. Kwa hivyo ni mtu tayari anajua story yako? Yeah, tumekuwa naye for like since last year for a while. Yeah. Okay. So huenda tukaona ndiye labda ataolewa. Maybe. Yeah. Okay, fine. Tunakuombea vizuri. So TikTok ndio hiyo. YBK ameanza kufanya biz na makampuni. And I think that's where you are also motivated na kuweka biashara zako, si ndio? So how did you get your first gig via TikTok? So mimi ndo nilikuwa na trend. Actually me na ndo birthday month yangu. But mimi ndo ya last year ilikuwa na literally everything. Ndo nilikuwa na trend sana. Ndo nilikuwa naongelewa huko napatana na blogs everywhere. Ndo hiyo birthday yangu pia na bado sana nilianza Rap and Drive. Sasa hapo ndo Rap and Drive pia ilikuwa imemalizwa kutengenezwa. So MJ sasa akanicall. So venye alinicall, tukapanga meeting. Then alikujulia TikTok? Tulikuwa tunajuana since 2023. Okay. Yeah, so like nile tu na hangout na chill. But sasa sikuanga nimeshare na watu kenye na go through. So unajua nilishare on me. Mimi ndo nisema what I was going through. Nikaenda interviews. So people were nika bring it out kitu nilikuwa nimehold for the longest time. Juu mimi nilikuwa nimejiambianga
nita make sure mimi mwenyewe nitajibring at the top. Sasa nikiwa at the top nipatanange na watu tukiwa hapo wote juu. Sikuwe mtu aseme mimi ndo nilikupatia ama mimi ndo nilikufinance ama mimi ndo mimi ni self made. Okay. So kumka-agree mfanye kazi. Sasa hapo ndo tukaanza, actually ndo Rap and Drive kunafunguliwa, ndo tunakonga located hapo Northern Bypass, opposite Quickmart Dome. Sasa tukaanza tunaika magari marap PPF. So akanitaka niambia tufanye kazi. Okay. You can see. So life ikaanza kuchange. Pesa ikaanza kuingia kwa mfuko, pesa nono. Pesa ilikuwa imeingia na sasa inaingia tena. Ngoja, ilikuwa imeingia aje? Already nimesha kwa bazume. Aje? Si mingi kuja kuongea, nilikuwa already nisha control. Aje? See, you have your phone. Mambo ni mingi sana ya kufanya online. You can Google a lot of things. What is forex? No, I don't do forex. Okay. Yata nimeambia watu mara mingi don't do trading. Okay. Yeah. Na pesa ilikuwa imetoka wapi? Si nime-control. Jenzi mnasumbua. Sasa kufanya aje? Ulikuwa unapata gifts mingi sana TikTok. Mimi siko nacheza hizo matches. Actually hata sichezangi na siko nacheza. Hata venye hiyo time yote hata mido yangu nini imetoka kwa hizo TikTok gifts ama ati nini. So ni kucontrol. Sawa. Yeah. Tatubaki tu hapo kwa control. Though hamjaelewa kucontrol kufanya nini, juu hata mimi sijaelewa, lakini si bora ako na pesa. Ganji ndio inabonga. So kwa hivyo Rap and Drive wakakuwa sasa wamejoin. Yeah, so mimi ndo nakuanga marketing director. Wow. For Rap and Drive. Okay. So tukaanza kwa gari maraps, PPF, matint, ndio mimi show kwa Obina, ndio mimi show Kameme, nimeenda sijui ingine ilikuwa Radio Jambo, hizo nimeenda. TikTok niko active sasa. Okay. Instagram niko active. Kuna events zenye tulienda kadhaa, nilifanywa ma interviews. Okay. Na mimi sasa nikakuwa active. Since May nikuonyesha watu sisi tuko hapa Rap and Drive. Sasa hiyo ushahama mbaya kwenye unaishi? Mimi naishi Tatu City. Tatu City, my friend. Since May. You're living big. Na live life nilikuwa naomba niishi at least. Unajua unaambiangwa sometimes tunatamaningi vitu mingi sana. Ama unaona hauna vitu mingi sana, unasahau pali huko was once a dream. Na ulikuwa naomba wewe mimi nikeza kwanga tu niko kwangu, sina stress na kula. Yeah. So uko rent ni ngapi? Yenye nakaa 650. Sawa. Sio expensive for 30 days. Ni affordable. 30 days only. 30 days zote kwa nyumba ya wenyewe. 50k. Pesa kidogo sana. Anyway. Sawa. So umehamia Tatu City, Rap and Drive umeingia, pesa imeanza kuingia. YBK akaona sasa I have to change my family because east or west, home is the best. Na nikiendelea kuishi maisha kama hii niko sawa, alafu familia yangu bado inapointua huko social media, haitakuwa poa. So ukafikiria aje? So number one, of course it's your parent. Hata kama niko na my siblings, najua madhe. Mimi najua like kuna kitu yenye ilikuwa inalemea mom kama school fees. Okay. True. Like watoto wa kule au wote school fees. Lakini hiyo akili ulitoa wapi? Unajua mimi sikujui hivyo. Yaani unajua kuna wasi wakipata pesa inakuanga ni yao na life yao. Yeah. So unasema wengine pia wajitafutie. I mean how? There must be people who motivated you wakafanya uonenye ni vizuri kuangalia nyuma. Maana ni wewe tu ilitoa kwako. Sini e-bully nilikuwa social media. Ilikuwa mimi naendo maana nilisema sitaicheza hizi TikTok matches ati ni gift yangu na watu ama nitake nifanye vitu online za kuambia watu ni kama wananipe pesa. So hata nikasema like nilikuwa so focused on watu hawataisema ni walinijenga hadi sikuwa na shoot content YouTube. Na nikaenda low key. Sindo nikatengeneza kivyangu. Sasa aim was ni change jina Thika Models venye inakuanga kwa
online imepaintiwa ile familia ya mambo mingi nini madrama. So mi ndo nikaanza kufungua mabiashara. Ndo hizi watu wakisema the Kamodos sasa saa ina in the near future itakuanga wako na hizi the Kamodos. Yeah. So kama change life ya mom, at least akuwa anapata school fees. School fees ni mimi nalipa. Unalipa? I pay school fees on top of paying 50k rent. Unalipa school fees? School fees ni mimi nalipa. Na hiyo inakujanga dima 250. Boss, uko na pesa? Sina pesa, I'm trying. Ndio maana sasa ni asubuhi na hata venye niko sijalala. Ndio kutry. So nikajua mama ataipigiwa simu na ma school fees. Siko najua moto najiingiza. Kulikuwa na deni ya 400,000 shule. Kuna kashule kingine Jimmy alikuwa na deni ya 80k. Alafu ya hiyo month ya hiyo term 174k. Na nikuisha inaisha wafunge waende wakuje term nyingine. But sasa nikasema kama ushaamua na nikasemanga kama sasa my mom anaweza kula nyama choma na amalize, so acha nimbaie saa hii kuliko ningoje ile time haezi ana nguvu. Ndio sasa nataka kwanza kumrudishia shukrani. So nikamtolea school fees. Kama nikaenda hadi shule nikamwambia mambo ya watoto na text fee structures ni nini. Sasa nikamwambia na yeye hapo academics a control. Na tena ishajipa, kwa hivyo sisi tuna struggle sana. Ni vile umeona ujinyime, at least the extra coin iko inasaidia familia. So ushalipa school fees. Bas mama kwa sawa sasa? Mama kwa sawa. Then ndo I figured hiyo hata ilikuanga online. I figured they need a shop ya the one enye wata create sasa mingi. So nikafikiria nifungue busy ya manguo. Hata ilikuwa imetrend tena online. I guess hapa deki kisha mani January. Sando nikamwambia acha tufungue shop. Sasa huo wanairan na Moyo. Iko wapi? Iko hapo bypass Kamakis. Wapi specific? Karibu na Karogoro. Au kwa live zao huo wanasema palio shop iko. Sasa hiyo imewashikilia vizuri na unauza nini na nini? Wanauzanga nguo za madem. Okay. Hao wako sawa sasa. Wow. Ndio hakuna kitu smart kama ukifikiria kuhusu familia yako, unajua wako sawa, school fees iko sawa. Bas, hata ukimelala mahali kwa tu sawa. So na wewe? Mimi? Mimi am marketing director of Rap and Drive. Kazi hiyo hata wewe najiongelelea. Hata wakiza ni follow pale TikTok @Youngblood Kamodo ama IG ama wende wa follow Rap and Drive on Instagram na TikTok. Wanaweza jionea. Nafanya kazi safi. Tunaweka raps, PPF, tint, facelift, detailing, na ceramic coating. So Youngblood najua umekapitia. And of course pia umekuwa online since 2020. Na labda kuna mtu uliwahi kosea na unaonanga yenyewe ni vizuri kusema pole juu unajua mtu akishapita ukishashika pesa hivi unakumbuka yenyewe kuna mtu nilikosea, kumbe ni pesa sikuwa nayo. Ni hasira. Ni hasira tu juu ya kusota. Kuna mtu kama huyo labda unafikiria ni vizuri umwambie pole juu haikuwa ni wewe. To anyone. Juu unaona miaka ni mingi. Hizo miaka kutoka 2020 to side seme 2026. Kama kuna mtu maybe tuliwahi gwaruzana ama nikasema kitu ikakuwa imemuoffend ama tukarudishiana maneno, mimi sinanga mambo siku hizi. Nitulia. Hata watu by that sometimes ni ukiwa tuseme you are going through a lot, ndio unanga kutolea watu wengine tuseme yani sijui ni pleasure gani ya watu utafuta. Juu hata unaonanga tuseme some of your friends yana go through a lot, utapatanga yeye anakuanga the bully kwa yeye ana bully wale wengine. So I can say sina mambo, tusameane, tutafute pesa na tuishi maisha marefu. Maisha iendelee. Kuna message ungetaka kuachia mama? Mom, I love her so much.
I'll surprise her on Valentine's too. Surprise my girlfriend. I'll also surprise her. I love her so much. And yani atulie tu yani na Mungu amweke. Nataka kuweka huyo maadhi maisha ingine mzuri sana. Yani akaange tu junewe watu kwangu wamemtusi sana. Unaona? Na hata mimi niliambianga madheto ukaikosa kitu ama hata ukaitaka kitu extra wewe niambie. Hata ben nilienda home niliwaambia mimi saki kwa drama ya The Kamodos heri watu wasemange wanaringa ama vitu zingine but so ikueti tusiwa financially. Unajua kuna kitu mbaya kaa hiyo na ni ukweli. Unatia bidii ukikumbuka ile matusi. Yeah. Like hakunanga kitu mbaya kama huna na mtu anakuambia huna. Hata ukasirike ni ukweli. Akwambia wewe unanga kitu. No. But sema sasa kama uko nayo hata utakangi watu wajue uko nayo. Hata in fact unafurahi yangu ukiona there are still some people who believe I don't have it. No. So nazaambia madhe Mungu amweke vizuri. Good health. Nitamwangalia vizuri. Kichipa proper. Wow. That's good. Kina Davis na Lucy sijaona for a while, wameko wapi? Wako. Unajua wako na familia. Unajua Davis ako na watoto, Lucy ako na watoto. Na Moyo pia ako na kamtoto. So mimi na Doita ndo next but miss plan sai. Doita sai na du? Doita anakonga kwa transport, mambo ya matransport. Niliwahi ambiwa hapo Karuguru. Yeah, bypass. Okay. That's good. Kuna watu najua watashtuka sana kutuona na YBK. Of course. Unajua our last conversations hazikuwa nzuri. But unajua sasa mimi hukuwa na roho ingine funny sana. Na mimi najuanga kurelate na watu. Because like ukiangalia ile time kulikuwa na hizo vurugu zilikuwa juu ile time nyumba ili stop. Of course unajua nyinyi mlikuwa wadogo na nisipowaelewa sijui nitaelewa nani mwingine. So usiwahi tamani kuona watu wakiendelea kupigana the whole of their life. And there are no reasons. Hizi kama umesikiza Young Blood vizuri you can sense some very serious maturity. Leo hii hata ukaoa mimi sina shida na wewe. Vile unaongea kaka mzee fulani ka 30 something. Nye pesa ni tamu. Nzuri. Pesa ni tamu. Wenye wanatusi pesa. Pateni pesa. Ni tamu sana. Because we can now see a man who ana take responsibilities mpaka zenye wazazi wanafaa kuwa na take. And you are proud to do that. Na haikuumi. So but then mimi sikuangi na shida na familia yenu hata kidogo. Sikuangi na shida na wewe, sikuangi na shida na Lucy. And even very soon utaona mamako, tutakuwa na mamako. Yes, nitamtafuta. We sit, we talk na maisha iendelee. Si ndio? Si ungetaka kuona hivyo? So mwambie tutafutane. Tamwambia. Yes. Na watu hata shtuka sana kuniona kwa interview atashindo. June mimi na kwangu ule mtu ongeangi. Mimi ni kama sasa hata venye nilikuja kupost my that business. Hiyo video ni ya December. Sasa zile shop bado ilikuwa under construction. Na hata I have 2 businesses zenye watu hawajui. Hizo ni si ndo nakuambia. Okay. Hakuna mtu anajua, hata wananisupportingi bila kujua hadi kwa CCTV sometimes naonanga hata ma influencers wengine huko nasema huyo angejua hii ni kazi ya YBK angekanyaga. But hii that business hiyo nitawapea juu hiyo hata ni demu yangu ndiye atakuwa na run. Okay. Yeah. Very good. Nitatembea hapo on these fine days. Vitu tunauza unaweza utaangalia. Sawa. No problem. So The Kamodos tulikuwa na YBK leo and I'm happy to hear the progress. Kila kitu inaenda vizuri. Na ningekuombea tu Mungu akuweke maisha mingi na akupatie mali because that's what you need to elevate your family. Inaonekana kuna wimbo siku unasikiza nyimbo za Kikuyu? Sina I shoot Kikuyu TikTok sana actually. Unajua Lois Kim? Kuna zote. Kuna song yake moja. Hata anakuanga amenifollow TikTok. Aja. Tumefollowiana, Kuna song moja yake inasemanga
nikabanga ya gerathi momwe. Yeah. So I'm happy that Mungu alikuinua. Saa hizi unaweza simama na any of the family member bila kusikia vibaya. Ati hautaki ile aibu iendelee. Badala ya aibu unakimbia hapo una sort out ile aibu inaondoka. That is what each one of us who anaomba kila siku. So thank you pia kwa kusimama na familia yako. And I'm so happy that today you are proud that Mungu amekuwezesha hata kuweka biashara. So we are so happy. Neno la mwisho mimi nizawaambia bali kwa wale watu waliwajengea. They really supported you. Sasa mama anapata mahali pa kukaa, watoto wengine, ungetaka kuambiaje? Ningependa kuambia thank you so much. Unajua sasa zile unakujanga unakuwa mtu mkubwa, unaona responsibilities. So unaona pay your own bills and pia sasa naona ni kustretch wali stretch like mtu ako na pesa yake but kwa hizo bills zenye mtu anakonga nazo as a adult na bado wengine walikuwa natuma a lot of dollars. Naweza sema yenyewe it was love. And God bless them so much. And hata wao kwa familia zao wasiwahi kwa wagonjwa, waishi maisha marefu. Mimi nawaombea tu yani all the good things in this life has to offer. And ndo maana mimi pia usaidiana sana. Na mimi sinanga shida in giving. In fact mimi give hadi naona guy mimi nafaa tu kukuwa na pesa mingi juu yani hata place kutip ama hata ya people wenye mko karibu nao, ukiona mtu ako na shida unasikia tu kumsaidia. Na unajonga kunanga msaada ngumu kama financial like pesa. Advice kila mtu anaweza kupatia. Ukienda kwa duka pale kae na mtu wa mandazi hapo mpige story, mta advice the whole. But sasa ikifika place mtu anatoa pesa ku solve your problem, mimi nawaambia tunawapenda na God bless. Unaongea na mzee wako? Hajai reach out? Sijaongea na mzee since 2018. Na mimi unajua mimi hadi venye nimekuja nikikuwa mkubwa nimeona venye mafamilia wako na shida, as in baba na mama. Hata my friends wangu wengine unasikia weekend I will be hanging out with my dad na mara mama yake, like wengi sana wamesplit. Na hata unasikia it was so nasty, hata wengine waki open up. Unasikia tu ilikuwa mambo mingi. Lakini sasa hii yetu ilitu affect hadi sisi. So unapata sasa sisi we can't speak with our dad. Sometimes you don't care. But sometimes unasema umechill na atseme kabishte yako, alafu mzee wake anamcall. So hiyo time tena uko na mambo umechill tu unasema bidii hata mingi kwa naongea na mzee ingekuwa hapo, ama like you are winning kama mimi. Life iko sawa. Kuna kitu nataka nakosa. Kuna biashara zangu, niko na pesa zangu. So hata ingekuwa ile yenye hata unaweza tumia mzaika kama vile natumianga my mom pesa, ingekuwa hadi mzee wangu anakula kitu, ingekuwa na feel poa. Ama ukiwin anajua ana feel proud. So hakuna kitu kaa hiyo. Ujefikiria kumpigia siku moja alafu najiuliza hii sasa atarespond aje? Kama hata in person haizi kusalimia. Sasa tena mimi ni mseu kuangana a lot of patience. So nasema tu maybe one day one time. Maybe, but it's something I'd like. Good. Thank you so much. Hey, so thank you so much. Siwaambia mpenzi wako kitu, najua ni it's few days to Valentine. Yes. Unajua ukiisemea hapa kuna ile nguvu kuliko ya kumwambia direct juu ataona yani umeniambia raia wakisikia. Unaona hadi biashara yangu ya 3 ndo nifungue ilikuwa motivation from her. Wow. So na feel ana bring the best side of me. Sasa mbona nakwambia kabla nimwambie. Mwambie angalia kamera, muangalie hapa. Ni vile nimesahau kusema hizi vitu online. Zinaangusha gangster point. Mwambie direct kwa kamera. Mimi nampenda.
nakupenda si nam ni direct nakupenda and yani nakupenda sana. na ujue situangusha. Ujue kuna ile notion ya ati wazee wa Kikuyu hiyo maneno matamu kama ile ya Radio Jambo, mtu ambao asema maneno matamu haitokangi. Unasema huyo ni wewe ulia ati tunabianga ati tunasema ole na pesa jingal ati ni nini haiko kwa nyumba. Tulipresent vizuri huko TikTok Juma zetu tumechoma. Msijali, si mnajua mimi I got you. Anyway, so thank you so much YBK. Nimefurahia sana kukutana na wewe. 2 years later I thank God amekuelevate vizuri na tuishi kwa kupendana na kusikizana. Para ititoraga si vizuri kupigana milele kwa sababu Mungu ana commanding blessing mahali kuna amani. So mimi nawatakia mazuri wewe, familia yako, kina Devi, kina Maadhia, kina Lucy na wengine. Na uambie nimewasalimia sana na nawapenda because I am here to live na wao kwa maisha yetu yote. So si saizi wako kwa biashara. Mimi by the way kutoka mahali shop yangu iko na shop yao sidhani inaweza fika 500 meters. Wallahi. Haiwezi fika. Si mimi niko Karuguru. Hadi yao. Na wao Karuguru. That is it. Hiyo ni poa. So sisi ni jirani, stima ikipotea sinaenda kuomba kwao. Ndio hivyo sasa. So thank you so much. Wasalimia sana na ubarikiwe sana. Amen. Bye bye. TikTok unajita? TikTok Youngblood Kamodo. Instagram Youngblood Kamodo. Facebook ndo nitaingia. Baida watu wengi wameniambia niingie Facebook. Nitaingia Facebook. But kuna ile IG yangu yenye iko directly linked to Facebook. So anything I post on Instagram inaenda Facebook. Okay. Peterson Kamodo. Safi. Good. Murali wa Farodhi wa Thayo TV tumana Youngblood Kamodo. Peterson wa Mbogo Kamodo kumakuri ya kaunti ya Nyeri. Natukire nake ndirari kuria mwana wa Mukoroini. Kwani ni Mukoroini? Mukoroini. Kuna story nimefanya hapa Mukoroini. I was there last week. Na nikasikia majirani wanawajua. Na ni story ya nini? Kuna story iko hapo ya familia iko na watoto 6 walemavu. Nimetoka huko hata narudi huko probably this Friday. Juu tunafaa kuwasaidia na probably tukiweza pia tuwa constructie kanyumba at least tuwakae vizuri. It's a very sad story. Ni place ningetaka pia ukipata time zako ni vizuri unapitia hapo. Juu nilisikia mnajulikana. Kwa niliambiwa kwa nusi mbali sana na huko. Taangalia. So ukiingia kwa mtandao utaiona. Kwa hivyo that's why nimetaja Nyeri nikakumbuka nilikuwa Mukoroini na najua kono ni huko. Thank you so much. God bless you so much. Murali wa Farodhi wa Thayo TV tabarire nerehe tukanero ugamereirwo ni Express Terrazzo and Tile Center. Thio shere kuri itura ria bypass igira showroom yo weyonere tairo weyonere indo iria ciothe ikirikuta cioro sinks na kirege othe urafatara kia muci ucio raka gekundu kou koguo tuhurira thimu gwetukira 0798 333 0798 icon uraka twetie order etia order ne tugutuma mafundi moke moe ithimi utumirwo quotation tobereria wira icon hindi urabereria gwaka kana wiga tagatini kana ureciria gwaka twaririe tena tubangane wenda terrazzo wenda wikiriwo tiles wenda accessories icio ingi ciothe twinacio tutakuletea na no ukihure na mbeo kana ucere hare Eastern Bypass hare Karuguru mita nini kuma Refuge Hospital ni ugutukora ndikiririe na kuria mwana wa Gitengera tondu kwina project turedia kuo haria Gitengera handu etagwo Kisaju we ureciria handu ngiaka mucie wa guikara handu hena itonga iria ingi muriganie nacio hau handu hakitwo nyumba cia riri mita 300 kuma Rami na handu we hahoreru hena mai na thitima hena mukaa munene muno wakiriwetwo Eden Park mukaa wa riri ungigwa ndukuruga supper kana breakfast kana radio thiurieho among all other social amenities iria ungieterera guciona handu hothe including my university hena university nyingi muno cierio among them KG University, East Africa University, proposed Tangaza University, we have Hegedeli Reto Mua Management University of
Africa, hena Islamic University, hena university hau mbere itagwo Uma University, International Leadership University. Ndiragutwara ituroro uguo na kubahatisha, apana. Broti ya 50 by 100 turakwenderia 2.6 million. Na ndirakiria details icio hau, wenda kumenya deposit na ihinda ria mirihire, uka inbox igutaririe 0798 008 008 kana 0720 203 721. Broti ciena taito individual. Na turendirie broti ithathatu na wiki imwe turaruguririe last week ciari broti 12 thaici tigarite ithathatu. Akorwo ni ukwenda kwigwatira broti haha, jaririe tubangane. God bless you so much. Bye bye. Thank you. Walipokuwa wakijenga, walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya Terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798 333 000. Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it.